Akili yangu imeenda haraka. Anachungulia watu wanafanya nini? That's bad. That's perversion. Hiyo ni mkukua pervert. Ukiona mtu anakuchungulia maybe ama maybe umeenda mahali kwa vichaka kujisaidia, mtu anakuja kuchungulia. That is sick bana. Ama mtu anakucompliment. Unajua by the way director wetu amemake a very good point. Mtu anaweza change compliment ikae ni kama ni compliment but anakuharass. Na wewe usijue. Hapa ndio nasema uanza na mzazi. Welcome back our viewers. Yes, remember to subscribe ikiwa hujasubscribe. Remember ikiwa una kitu ambacho unataka kusema ama kuuliza, unaweza enda pale comment section. And don't forget. Unasikia nikisema remember, by the way nimezoea kusema remember to subscribe. It's okay. Don't forget to share and to like. So welcome back. Thank you. Yeah, so we were discussing ama tulikuwa tunaongelea how you can stop this person from this kind of harassment. Maybe anaangalia anasema sasa ni lazima nitaguza. Sasa how are you going to stop this person? Wait, mimi I believe kila kitu huanza na mzazi. Juu kila kitu ni foundation. Sasa ukifunza mtoto wako kutoka akiwa mdogo. Kama kwetu tuna watoto, unasikia ukimwambia ukiona mtu amekushika hapa, unakuja unasema. Ukiona mtu amekuambia hivi, unakuja unasema. Juu venye tu nilisema mwanzo si lazima mtu akuguze. Ndio kuwa amekuharass sexually. Kuna kitu pia imesemwa tukiwa break unasema mtu maybe anakuchungulia kivaa nguo. Hiyo ni sexual harassment. By the way there was this case. Kuna mtu alikuwa anachungulia wengine wakiwa kwa mbafu. Is that sexual harassment? Yes, it is. What do you call it? Wako kwa ploti na hizi za permanent ni za mabati. Anatoboa kama mabati kashimo. Hauwezi sense. Na sasa kule anatoboa. Sasa si hata wewe unajua. Akili yangu imeenda haraka. Anachungulia watu wanafanya nini? That's bad. That's perversion. Hiyo ni mkukua pervert. Ukiona mtu anakuchungulia maybe ama maybe umeenda mahali kwa vichaka kujisaidia, mtu anakuja kuchungulia. That is sick bana. Ama mtu anakucompliment. Unajua by the way director wetu amemake a very good point. Mtu anaweza change compliment ikae ni kama ni compliment but anakuharass. Na wewe usijue. Hapa ndio nasema uanza na mzazi. Ndio mtoto wako akue alert. Ajue ati mtu akiniambia hivi si ati hiyo ni compliment, inakaa insult hadi. Sasa mtu akikuja kuambia she na uko na kifua kidogo, is that a big deal? Akisijui ni wewe mfani ama ni I think it's the question. I know it's the question is funny. Okay, kifua yangu ndogo unaiuliza nini? No, you see my point? No, it happens. Yeah, kuna watu hawajui kuweka inner thoughts zikuwe inner thoughts, wanaziongea. Sasa anakuja nakwambia hata uko na kifua ndogo. Kifua yako ni kubwa sana. Nyuma yako ni kubwa sana, sijui nini. Hiyo ni sexual harassment. Hata ukienda polisi umshtaki. Na ukiface sana nyuma hata back ni nyuma. Maybe anasema maybe he's talking about nyash. Good word. Anasema nyashi yako ni kubwa sana excess. Ati yo sijui nini. Wewe unang'aranga. Ujuangi kuna watu wanaulizanga mtu kama unang'ara ukioga. Just because you are blessed, because uko na supporting machines. But it's okay. Ni sawa tu. Maybe hata akisema you have a big nyash, maybe hata iko kubwa. Sasa hata kama ni kubwa. You see what I mean? Ataficha ikae kama compliment. Haifanye ni kama anakucompliment. Uko na nyash kubwa. Basi anakuambia hivyo ati juu. Anaisema in a good way. Anaisema hivyo kama pervert yani. Ni vibaya. Wewe nyamaza. Wacha ina thoughts zako zikuwe ina thoughts. Si lazima how are you going to measure that anasema kwa bwana? Sasa huwezi shindwa because such people atasema kitu ni wafuatishe kitu kingine. Hata kuambia ati na uko na sura mzuri na anyamaze, atasema kitu kingine. Juu atakwambia wewe ni mrembo, uko na mtu. You see? Mwingine atasema uko na nyumba kubwa. Unang'aranga. Hata uliza something else. They will always add something else. Mtu wa kukucompliment ataachia positivity. Atakwambia unakaa vizuri, unavaanga vizuri, iishie hapo. Hata shinda ameidrag. So ukianza kufunza watoto wakiwa wadogo, hapo ndio wasichana watajua kujicontrol kitu ya kwanza. Hata atashindwa ataanzia kijana wapi. Utamfunza sensitivity ya usichana akiwa mdogo. But you know, it is difficult to some point kwa wazazi
kwa sababu wengine mambo kama haya hayakuwa wakati wao ama enzi zao. Well, yeah. So how is this parent going to know that these things zinafanyika kwa njia hii? They always know. Kwa njia hii ingine. Trust me, hata Na wewe. enzi Hata zao wewe hakukuwa na unaweza hao ficha mambo. mama yako kitu for long na wewe ni mtu mzima. Utamficha kweli? Mm-mm. They always know. Wanajuanga, especially wakianza kuingia teenagehood, aanze kufeel something different na mili yao, anaanza kuwa attracted kwa maboi, madem sasa, na maboi wanaanza kuwa attracted kwa madem. Hata notice tu. Atasema ninaona fulani wangu ameanza, you know? They notice. Now that is where you start telling them. Sitajua ndoto yake ama sani yake anakuwa mkubwa. Na sikatai, na hapo ndio unaanza kumwambilia. Unamwambia na mtu akifanya hivi. He who happen. Huyu mtu akikufanyia hivi, this happens. If someone does this to you, touches you like this, tells you this, we come tell me. Ama uambie mwalimu wako, ama uambie someone else, someone you can trust. But sadly siku hizi hata hao watu wenye tuna trust ndio wanatekia watu wetu advantage. Sure. It is very true. Hata ukiwaisikia mtoto wako abused, ameabusiwa na mtu anajua. Si stranger, ni mtu anajua, anajua huyu ni fulani. Kama mimi sasa si mimi ni mtu mzima. Nitakutana na kijana wa mtu, atajua huyu ni Shindongo, Shindongo namjua ni wa fulani, Shindongo niko comfortable na yeye ni mtu ninajua. They always, it's someone they know. It is always someone you know. But for us grown ups ni different. Juu mtu atatoka tu na huko tu. Na huko tu atoke na huko tu na pengine amelewa ama akuwe tu ni mtu tu hivyo, akuje akufanyie kitu ushangae sasa huyu. Sasa kama huyo anadefendiwa na wamama. Wamama wenye wanafaa kuwa wamekasirika, mama mwenzao amekosewa heshima. Wao ndio wananiambia usikasirike sana. Kichwa yake ni mbaya. Gashindwa kichwa yake ni mbaya. Mbona kichwa yake hiyo mbaya haijaona mkono ama sahani yenye nilikuwa nimeshika? Alikuwa hata yeye wanataka apate mpoa wake. Ai hapana, it's not right. It's just me. Sio poa. But kuna kitu umesema. They are supposed to be open to their parents and kids. But unakosa hata time. Wazazi na watoto hawati that ample time or good time to discuss such matters or such cases. Maybe hata kuna mzazi anaweza ona kudiscuss kitu kama hiki na mtoto, it is like ni kitu ya is it aibu? Aibu. Kunao. But I encourage them. As much as inaweza kuwa ya aibu, itakuwa ya aibu zaidi mtoto wako akifanyiwa kitu na ungemuadvise. Na tena wakisema time juu watasema sasa nitamtafutia chakula ama nitakuja kumkalisha hapo chini tuchape story. Unaona, as you are taking your breakfast, maybe hata lunch ama supper, juu kila mtu ako hapo, waongeleshe, waambie na ninawaambia hii dunia imebadilika. Hata wanajionea, kuna television siku hizi, kuna simu. Sadly hata siku hizi mtoto akileta shida anapewa simu. Hizi simu ziko na TikTok, ziko na nini na vitu online. Kwanza kuna vituko huwezi elewa. Vitu mingi sana. Ati msichana akiwa teenager, kitu ya kwanza ananunuliwa ni simu. Like hata mimi siwezi anza kuambia wazazi usibaie mtoto simu. Kitu nasema ni ati once you speak to them, uonyeshe risks za vitu fulani, uonyeshe vitu zenye zinaweza wahapenia if something like that happens. Already wanajua. At the back of their heads wanajua hii kitu itaweza nini? Inaweza ni hapenia na mtu akibehave hivi si ati ananitaka, ananikosea heshima. Once you teach them that na ikue hapa ni hivyo. Hata huyo mtoto akuwe anatembea na nani hawezi haribiwa. Ati mnasemanga kuharibiwa ati atatembea na mtoto wa fulani amuharibu, hapana. Itakuwa tu sawa. How na kuna ile peer pressure. Yeah, there's that. This is why I tell them, saa zingine juu mimi muongelesha hata youth wa church yetu namwambia, show me your friends and I'll tell you who you are. Because huwezi wewe tembea na mtu anavuta bangi alafu niambie uvuti. Maybe mwambia vile hata vuta. Maybe hata wewe ndio unampedi. Ndio unamuuzia, you know? Huwezi tembea na watu wanafanya tabia mbaya na uniambie ufanye. There is no way. Hata Bible husema bad character corrupts good morals. So ukitembea na mtu akona character mbaya long enough, believe me atakucorrupt wewe. Utajikuta tu unafanya the same things zenye anafanya. Cause birds of a feather. Fly together, but huwa ninajiuliza wakitengwa nani atawabadilisha? Sasa si ati watengwe. How are we going now to rectify them? Sisemi watengwe. And this is where the community comes in. Hata as a community, si wazazi pekee. Ukipata mtoto wa mtu waendi vizuri, try talking to them. Sisemi mtu achape mtoto wa mtu because now wasai si wa kitambo. Hapana. Wewe sisi ulikuwa unachapa, unakutana na mwingine anakuongezea anakurudisha kwenu. Saa hii unamuongelesha tu, unamwambia wewe usifanye hivyo kwa sababu
si vizuri, hata itakuwa affect in ABCD. Asiposikia, pia kuna walimu shule wana advice, counselors nini, kanisa iko as a community as a whole, shule, kanisa nini, watu wa vijijini, tuongeleshe watoto wetu, tuambie, you know, if you do this is going to happen to you. Uonyeshe risks, uonyeshe nini, ukishamu advice yeye sasa si amesikia. You've done your part. Sasa atadili na consequences baadaye. And how can you advise wale watu wanafikiria kuattempt sexual harassment, kwa sababu tumesikia sexual harassment ni ya aina nyingi. How can you advise them? Mimi nitawawarn, siku advise hapa, kuna advice. Or how do you deal with such cases? Let me tell them, please don't, just don't. Hata ukifeel the urge kushika mtu mwingine, don't, just don't, control yourself. Because kitu ya kwanza, huyo mwenye alinijaribu, he tried the wrong person at the wrong time. Mimi nilimsort, kukakuwa na mwanaume mwingine amemuona mahali, akaenda akampeleka mahali, akamtengeneza. Sasa akarudi akiwa hivi. Mbona sasa ujiumize bure? Alafu mtu akupeleke polisi aseme umemharass. Probably huyu mtu akuwe ni mtoto mdogo wa shule. What will happen to you? Life yako imeenda tu hivyo juu. Utashikwa afungwe. Na si tumia katudogo. Si tumia katudogo. Bro, na wewe ukitoka huko utakuwa sexually harassed. Unajua utapelekwa jela wakuambie ulikuwa na harass watoto sexually let us give you the same experience. Let us give you the same experience, usikie venye pia wao walikuwa nasikia, you know. It's not worth it. I don't think it's worth it. Sio worth it. Please, usiwaste life yako because of something small. You know, because if I decided to go to police hiyo siku niende niseme huyu amefanya, ameshikwa, amefungwa juu ya kitu ya 2 seconds, kitu ange control tu, kitu angeamua ninaiona, kuiona ninaiona, lakini sitakaribia, you know, make a decision, a sober decision, hata ufeel na aje ya kukomentia mtu mwingine kuhusu mwili yake. Please don't. Kitu ya kwanza unaweza ambia mtu hivyo venye mnasema huyu kuna kakifu kadogo, kuna nyuma ndogo, sijui nini, umeshusha self esteem yake, umefanya ajichukie hadi anashindwa, atakuwa hatapata confidence hata ya kutembea mbele ya watu juu ya words zako. So kitu ya kwanza, people should be very sensitive about their words, what they tell other people. Second, guy, haijalishi the urge, the strength of that urge to touch someone else. Please don't. Na be respectful. Heshimu mwenzako. Be kind bana. Hata ukiona huyo mtu ako aje, hata kama mwili wake hayuko proportional, kuna ingine kubwa kuliko ingine, leave them too. I will warn you, please don't. Because at some point in life, hiyo kitu inaweza kuhapenia, sipokuhapenia ihapenia mtu mwenye unajua ama familia yako, hata worse mtoto wako. What are you going to do then? Na ni ile mbegu wewe mwenyewe ulipanda. Because what you do to others, trust and believe, it will be done unto you. So if you are unkind to others, if you mistreat other people, if you disrespect them, it will come back to you. Shaken together. Ni Bible inasemanga, and running over. It will come kama imejazwa. Shaken together and running over. You will be repaid. Good for good, bad for bad. So na according to you, ni nini kinafanya or triggers this person mind inamfanya harass ule mwingine? Saa zingine, you know, there is someone who said, kitambo sana, akasema, you are what you watch, you are what you listen to. Because what you listen to and what you watch, you become. Because kama umezoea kuona vitu, hizo vitu za tabia mbaya, hizo vitu, you know, kama watu wenye wako addicted to pornography, and that is a serious disease. Watu wenye wana watch vitu sexual kila saa. What do you think will become of you? Juu, usipokula, what happens if you don't eat? Si mwili yako inakonda? Unakuwa weak, immune yako inaenda chini. But if you eat, you become healthy. Unaona hata, you know. So what you feed yourself with, you become. What you eat, you become. There is no way nitajifeed na vitu mbaya nikuwe mtu mzuri. Huyu mtu mzuri atatoka wapi? Hakuna vitu nitajifeed na vitu mzuri nikuwe mtu mbaya. So what you feed yourself, you become. So majority ya watu ni wakukua idol. Kitu ya kwanza huyu mtu wako idol, hakuna kitu kingine anafikiria. Na akifikiria, akiona hivi msichana, anajuanga wasichana kazi yao si ingine. Ni mimi nimshike, and she cannot say anything. Someone was talking about dress code. Ati huyu msichana amevaa vibaya na ndio maana nimemshika. It does not give you any right. Kama amevaa vibaya, wewe funga macho, enda opposite direction. Leave them be. Because like I said, utamguza aende polisi aseme umemshika, na uwezi jitoa hapo. Kujitoa na uwezi jitoa. So first of all, watu, if someone has a hobby, I recommend, tafuta a hobby, look for something to do with your life. If you're not idle,
hauwezi kuwa tempted kufanya vitu zingine, kuwatch hizo vitu zenye hazina adabu. The movies we watch, the songs we listen to, those ndio zinatupea curiosity ya kutaka kujua huyu mtu akifanya hivi alikuwa anafeel aje, hebu let me try. Huyu mtu akiimba hivi alikuwa amepitia nini, hebu hiyo curiosity. Na ukiwa haujaoa, hauna girlfriend, the same goes for women, because nikwambia si wa baba pekee, hata wanawake they do that. If you are not married, if you don't have someone stable you're with, sasa anyone utamit tu itakupeanga idea that you can touch them without bila repercussions. There's nothing that can be done to you. So if only too we can watch watch what we are watching, what we are listening to, the people we hang around. You know, because even your friends can cause you to do certain things. Naweza kwambia utafanya nini, hakuna kitu utafanyiwa, mkute wakikuuliza umwambie ni yeye alijileta. You know, the people you hang around. So I would, if someone can find a hobby, keep yourself busy. Waje kwa avoid watching unnecessary rubbish, vitu chafu. You know, it might help. It might help. Sure. Na pia kutrain watoto wakiwa wadogo. I go back to that point. Funza watoto wakiwa wadogo. Like wewe si ni mwanaume, kuna vitu tu huwezi ambia dem. Kuna vitu huwezi mfanyia. Kuna vitu, unaona boy as ana grow, ataenda kikumbukaga, niliambiwa hivi kufanya ni makosa. Nikiambiwa nikifanya hivi, hii kitu itanihapenia. Same goes for women, you know? Wenye tumesema ndio wanasumbua siku hizi. Na sikupenda kwetu. I think wanaume wamekuwa wengi kuliko wasichana. Inawafanya msumbue wanaume sana. Sana tena zaidi na vijana. Na nitajiweka hapo hata kama mimi. You know, I don't know. Actually not all, but some. But a few. There's a few. Na ujue one rotten mango can make a whole gunia of mangoes irot. Sure. So, I think ni hii, I think walitafuta validation. Ile majority wanaambiwa wako na daddy issues, hawakupendwa na mababa zao, sasa wanatafuta kupendwa from other men. You know, and na pia pressure tu, unasikia fulani ako na boyfriend, sasa mimi tu ndio sina. Sasa juu anaona hakatiwi, anasema sasa mimi ndio na wao, nini nao, mimi na wao, mimi ndio nawakuta. Na nilikwambia hata wanaume saa zingine hawataki kuharasiwa. Juu maybe hata mwenye anamharas ni mtu haezi taka, so anafeel akiwa amejam tu si ni wachani. But wasichana, and I will tell all the girls today, if they don't hear anything else nimesema, sikia hii. Women have everything to lose. Everything to lose. Me being a woman ndio ninasema. Sijai kuwa mwanaume so sijui venye nyinyi mna feelingi. But for a woman, you have everything to lose. Once a woman ame lose virginity yake, akona proof yati yeye amezunguka. Yeye akona proof. Mwanaume hana sigari mpya. But mwanaume hana evidence. Once a woman carries a child, whether atambeba ama atamtoa ama atafanya nini, that doesn't change. She's still a mother. She's someone's mother. You're a woman now. She's a whole woman. Na dem mahali, especially wenye wako shule, na ndio maana mimi waongelesha. Mahali umebebea mimba, life yako nikaa imewekwa koma. Juu already you have someone else to think about. Umeacha kujifikiria wewe. What happens to the guy? Si bado maisha yake inaendelea? Bado ako sawa. Hakuna kitu yake inasimama. Una hata masomo. Todoradhi kuna mwanoroga. Utaenda wapi na mtoto? Utaonyesha mtoto ama unaanza nini? Kitu ya pili. Sasa wewe si msichana anymore. You're no longer a girl. Utaambia watu wasichana wasimame na wewe usimame. No, wewe ni mama ya mtu. Wamama wakiitwa tafadhali kimbiaga very quickly. But haujaolewa utasimama kwa No. That does not change the fact that you've become a whole woman now. You are someone's mother. Girls have everything to lose. Everything to lose. And I give them an example of wewe ukute soda pale imefunuliwa. Soda mzuri sana ya Fanta orange. Imefunuliwa na imekunywiwa nusu. Utakunywa? Utakunywa? You see my point? Hawezi kunywa juju ni nani alikunywa na alikunywaje? Kama alibackwash. Na ukijua mwenye alikunywa. Wait, kama alibackwash. Sina ukijua mwenye alikunywa. I change the fact that hiyo soda imekunywa. Ina change. Hiyo soda, okay, umejua mimi ndio nimeikunywa. Itarudi mpya. Haitarudi mpya. Si bado ni soda nusu? But no, answer me. Si bado ni soda nusu? Sure. My point. Nguo za boutique. Unaonanga boutique Ukipita hata ukienda hata huko upate boutique imewekwa manguo mzuri. Unaonanga watu wakiingia kujaribu ati hii hizi nitosha, anatoa na iwata hapo. Unaonaga? Why?
because value ya hizi nguo si the same as zile za Tatumbao pale chini. Zile za Tatumbao kwanza ziko kwa mchanga, zimetandikiwa magunia huko. Lakini hizi zote hadi zina advertisiwa, zimelipiwa watu wa kushout, kujeni mnunue Tatumbao, zina advertisiwa, zimeanikiwa jua, vumbi, kukinyesha. You know, but hizi zenye ziko kwa boutique juu value yake nayo iko juu. Unaonangi mtu akienda kujaribu. So girls, and I will repeat again. Please, ukue tu hiyo nguo ya boutique. Mwenye anajaribu at least ni mtu atafika bei. Si mwenye anaingia hiyo boutique ni mtu atafika bei. Na nikikosa kufika bei, kama umejaribu, utaijaribu. Unajua what you do, wenye wanatuona watasema, unaendaga kitu ya kwanza unageuza price tag. Unaona 3,000, unashindwa fulana. Swata, ninunue 3,000, chua. Hata usimami. Kitu ya kwanza juu pia wewe umejua, huwezi fika nini? Huwezi fika bei. Unatoka tu, unaenda huko kwa 100 mahali 100. But inaweza kwanza niangalia inaweza ni fit, then nimwambie zikutosha. By the way, hiyo nayo nguvu hauna. Imagine haunaga, wewe unaongea tu. But hizi za huku zimetandikiwa barabara. Anavaa, anaona ni kubwa, anatoa. Mwingine anavaa, anaona ni kadogo, anatoa. Mwingine anavaa, anaangalia, anaona iko na shimo, anatoa. Mwingine, you see what I mean? Na zimeanikiwa jua. And I tell them the most valuable things azianikiangu jua. Azikutangi gold, huwezi kuta gold imetandikwa kwa barabara inauzwa Tatumbao because it's valuable. You know, put some value on yourself. Sikubali kila mtu akikuja anajaribu, anasikia hapana, ni baridi, anatoa. Mwingine anavaa, anatoa. You know, that is what I tell them, because now you will have evidence of venye watu wamevaa sweta wakitoanga. But for the wearer, mwenye anavaa hii sweta, hata asipoivaa nani atajua alikuwa amejaribu sweta? Hakuna. But sweta yenyewe the more inajaribiwa, the more ina. Yes. And there is this question. Sexual harassment iko kwa wale unmarried people ama pia kwa also married people? It is everywhere. Even in marriage iko. Juu mtakutana na bwana yako. People who are together. The people who are married. How are you now? Because we have atachukua picha yako, maybe ulikuwa umemtumia ile excitement, akupost, akuexpose. Hiyo ni sexual harassment. And you are still together? And you are still married. Let me tell you, it is everywhere. People who are dating, people who are married, it is everywhere. Sexual harassment is everywhere. Workplaces, ati unaenda kuuliza job mahali mtu anakuambia hey, pengine unifanyie kitu fulani ndio nikuajiri. You see? It is everywhere. Ama mtu anakuambia either ukubali ama nikufute job. It is everywhere. Imagine it's everywhere. And ninasemanga kama huku kwa grassroots, huku kwa mafoshoine, huku waruine tunaharasiwa. Well, imagine corporate mahali watu wanafanya kazi kubwa kubwa, what do they go through? Because you have a lot to lose. You have much more to lose. So it is everywhere. It is everywhere. All right. And people should stop. And which measures are you taking to educate the community about this sexual harassment? Awareness. Kitu ya kwanza, unaona hata chief barazas, mikutano ikiitaitwa, mnaenda mnaongelesha watu, you tell them what to do, you tell them what to change, nini, na mkisikia kuna mtu anaharass watu sexually in your area, please go report. Msinyamaze, shout, mwambie kila mtu enda report, go tell the police, nini, kuna the right channels to use. Ndio huyu mtu atawacha watu wakubwa aone watu wakubwa hata wezana aende kwa watoto, you know, and it will be very risky. So we are creating awareness, tunaongelesha watu, you know, na kuwapea alternatives wenye hawana kitu wanaweza fanya. We tell them look for something you can do, you know, a hobby, start farming, nini. There are vitu ni mingi za kufanya. And how can you tell those people wenye wanakuwa harassed na wananyamaza? Wasinyamaze. Usinyamaze. Ukiweza piga nduru, scream, sema, toka hapo, go report. Ukikosa chief, kuna watu wa nyumba 10. Ukikosa watu wa nyumba 10, kuna wazee wa kijiji. Ukikosa hao, polisi directly, go. Enda report, enda useme fulani amefanya hivi. Ama hata kama ni mtu haujui, describe them. Enda useme kuna mtu amenifanyia hivi na mimi nimeona nikuje ni report. And I am sure atasaidika. Watu wasinyamaze. Nice. Yes. I think tumesikia vizuri na tukaelezwa mambo ya sexual harassment na there are different types of harassment. And I know we have understood very well about that case. Na tukaambiwa so many people who are doing this, some of them they are very idle. Na ndio maana wanapata all this adequate time ya kufanya maovu kama haya. So maybe umeencounter such case ama iko kwenu in your community, make sure that chukua vuvuzela, puliza, talk about them,
na ninajua we are going to have done that, tutakuwa sensitize our communities and I mean as a whole our society. So you can tell them bye. Bye for today. Bye, see you some other time, and thank you so much for interacting with us. God bless you so much. Keep watching Ngatia Manager TV. Thank you so much. God bless. Absolutely. Tupatane next time, and don't forget to subscribe, share, comment and to like. Till next time. Habari zenu, naitwa Shindongo ama the Dark Kadhiberi. Karibuni sana Ngatia Manager TV, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, kila mahali. Like, share, subscribe and leave a comment. Tuko na interviews zingine kali sana. Karibuni sana to grow talent, to grow pamoja sisi. Tuta interact na nyinyi hapa. Si ndio? Karibuni sana. Kindly subscribe, like na mtufuate kila mahali. Alafu ndio tutasonga pamoja mbele. God bless you so much. Bye.